Movie yetu inaanza katika majira ya asubuhi nje ya nchi kidogo. Kuna basi hili hapa linaonekana likiwa safarini. Linakatiza maeneo ya jeshi, ndani yake mkiwa na abiria, mmojawapo akiwa ni mwanamke. Anaonekana kama mtu mwenye hofu hivi. Alisimamisha basi na kushuka katikati ya barabara. Ila bado anaonekana ni mtu aliyechoka sana. Ghafla alidondoka chini huku machozi akiwa anamtoka na hakukuwa na mtu wa karibu wa kumsaidia. Siku kadhaa mbele, ndani ya kituo cha kulelea watu wenye matatizo ya akili, kuna mzee huyu hapa. Anaelezea kuwa jana usiku alimuona mke wake amekuja kumtembelea na kumwaga kuwa anaondoka. Sasa hajui kuwa anaenda wapi. Daktari alimsikiliza kisha akamwambia, wewe na mkeo mshaachana miaka 21 sasa. Hizo zitakuwa ni ndoto zako tu. Mkeo hawezi kuja hapa. Kila siku unaongea hayo tu. Inaonekana dozi hazitoshi. Itabidi tukuongezee. Haya, inuka. Twende, usijali, akili itakaa sawa tu. Lakini kipindi anaondoka kwa dokta tu hivi anakutana na msichana mmoja nje. Naitwa Avni, mke wa Sanji. Vipi? Kuna jambo limetokea? Upande wa pili kulikuwa na msiba na binti alimleta mzee huyu hadi msibani. Mume kumuona hivi alishangaa. Yaani huyu mzee ni baba yake na huyu kijana, na huyu mwanamke ni mke wa mtoto wake, yaani mkwewe. Lakini mzee ndio ana matatizo ya akili kidogo, na huu msiba ni msiba wa mama huyu kijana ambaye alikuwa ni mke wa huyu mzee. Ndo yule mama ambaye tulimuona kule alidondoka nje ya mji, kumbe alifariki pale pale barabarani. Sasa mzee akaanza kuongea maneno ya ajabu pale, kama anaongea na mkewe hivi kwenye picha yake. Jamaa akaona kuda adeke, huyu mzee vipi? Akamvuta chemba kidogo. Oya mzee, sikia, naomba ufunge bakuli lako, huu ni msiba mama yangu, sawa? Mke wangu umemleta wa nini huyu hapa? Mzee, naomba utulie, usiropoke maneno ya ovyo hapa. Mimi siogope kukutimua mbele za watu, hauna haki yoyote hapa. Huyu sio mkeo, mlishaachana muda. Lakini alikuja kunitembelea leo asubuhi kituoni. Jamaa akaona kumbe huyu mzee chizi mtu amekufa siku 3 zilizopita huko. Kuda dadeke akamvuta na kumtoa nje. Yani huyu ni babake mzazi, lakini anaonekana hampendi hata kidogo. Jamaa amelala usiku, anashtuka hivi anakuta hamuoni mkewe. Anatoka sebuleni anamkuta mkewe ana hofu sana. Anahangaika tu. Vipi? Shida nini? Samahani mme wangu, bora nisingemleta baba. Ameiba majibu ya mama na kutoroka nayo. Ameacha kitabu tu hapo. Jamaa akachukua hiyo diary na kuifungua. Amekuta mzee ameandika, mwanangu, sijafanya jambo baya. Napeleka majivu ya mama yako sehemu sahihi anapotakiwa kumwagwa. Soma hichi kitabu kwa makini sana. Nimeandika kila kitu, ukweli wote utaujua. Okay, tunarudi sasa miaka 20 nyuma. Kuna mwanamke mrembo huyu hapa. Mashallah, mtoto wa Kizanzibari kabisa. Alikuwa na mtoto mdogo wa kiume, anaitwa Sanji. Sasa huyu ndo yule jamaa kipindi yupo mdogo, na huyu ndo mama yake ambaye amefariki. Haya, amka mwanangu, leo birthday yako. Baba kakutumia zawadi. Vipi, mzuri, umeipenda Mama, baba anarudi lini? Usijali mwanangu, hivi karibuni tu. Baba yako yupo anafanya kazi kwa ajili ya taifa letu. Kazi gani soisho hiyo kila siku? Mama akamzoga mwanawe pale kumuonyesha vitu vingine ili asiendelee kuhoji sana kuhusu baba yake. Inaonekana mzee hayupo nyumbani kwa muda mrefu sana. Tokea mtoto ajitambua hajawahi kumuona baba yake mzazi. Yupo analelewa na mama tu. Haya, twende mwanangu, jiandae shule haraka na mimi niwahi kazini. Baadaye kidogo mama naye aliingia kazini. Anafanya kazi katika hoteli moja hivi kubwa sana. Kazi yake hii ni kutunza maua na kuyahudumia na kuyapamba ndani ya hoteli hiyo. Sasa leo kulikuwa na ujua tajiri mmoja hivi hoteli. Anakuja kukaa kidogo. Huku mama alikuwa anamwandalia chumba vizuri kwa kuweka maua. Wow, ni mazuri. Binti alishtuka. Good morning Mr. Upel. Vipi, haya maua yanaitwaje? Nimeyapenda sana. Yana harufu nzuri, yananikumbusha mbali. Jamaa aliendelea kuongea kuyasifia maua. Huku anamhoji binti kuhusu kazi yake. Vipi, unaipenda sana? Na unaitwa nani vile? Naitwa Vasuza. Mwamba aliendelea kumpigisha story. Vasuza alikuwa anajibu lakini kwa uoga. Tunajua tena anaongea na kibopa. Yaani jamaa aliganda na mtazama tu. Huyu mtoto ameumbwa au alishushwa? Okay, nashukuru kukutana na wewe Vasuza. Nisipoteze muda wako, kaendelee na kazi. Na pia eka kibao mlangoni hapo. Sihitaji kusumbuliwa na mtu yoyote, nahitaji kupumzika. Okay, binti akatekeleza kama alivyoambiwa. Baadaye muda wake wa kazi umeisha, ikawa anajiandaa zake kuondoka. Mara ghafla anasikia alamu za moto zinalia. Faster, watu itabidi watolewe. Vasuza naye akatoka nje, ila akashtuka, sehemu niliondoka nimemwacha mtu, hataki asumbuliwe. Akaona usinitanie, itabidi arudi. Aisee, kuna mtu kule juu nimemwacha amelala, twende kanisaidie kumtoa. Habibi, tuondoke bwana, itakuwa kashatoka huyo. Oho, binti akaona usinitanie, acha mimi nirudi huku ndani. Yaani watu wanatoka, yeye ndo anaingia ndani moja kwa moja mpaka kwenye kile chumba. Akazama ndani, anaita huku na kule. Anamuona jamaa katulia tuli, ipo zake na kahawa, wala hana wasi. Mister, hoteli inaungua. Jamaa akachukua simu na kupiga. Ambiwa zime alamu hizo, mchezo umeisha. Mara kidogo timu nzima ikaingia. Aisee, kumbe huu ulikuwa ni mtego. Je, iwapo itatokea moto wafanyakazi watafanyaje kwa wateja wao? Watu wote walikimbia, ila binti tu peke yake ndo alionyesha
kuonyesha ushujaa, na huyu mwamba kumbe ndo alikuwa mmiliki mpya wa hoteli hii. Siku zote ilikuwa hawamjui, akafukuza kitengo kizima cha security. Binti akataka kuondoka hivi akamuita, vizuri sana, nimevutiwa sana na utu pamoja na ushujaa wako, kwa hiyo nakupa ofa, nataka uje ufanye kazi katika hoteli yangu kubwa iliyopo Dubai, nitakulipa mshahara mara 2 wa huu. Nashukuru sana Mr. Lopel, ni ofa kubwa kwangu, lakini siwezi kuondoka nchini, nina familia hapa inanitegemea. Jamaa kaona haina shida, ofa bado ipo wazi kwako, utakapojisikia kukubali basi sawa, siwezi kukulazimisha, wewe sio mtumwa wangu. Binti akashukuru, kisha huyo akasepa zake. Sasa kipindi anaenda zake, anapewa taarifa kuwa mtoto wake ametolewa shule, yupo kituo cha polisi. Basi ilibidi awahi mpaka kituoni hapo. Vipi Sanji mwanangu, upo sawa? Wao, nilijua tu utakuja. Samahani kwa kumtumia mwanao kukuleta wewe hapa. Yaani huna hata aibu, unamchukua mtoto shule na kumleta kituo cha polisi? Kwani yeye ni mhalifu? Mlishindwa kunifuata mimi moja kwa moja? Kwani siku zote ilikuwa tunakuita, ulikuwa unakuja au unatukwepa? Ni miezi sasa tunahitaji msaada wako, lakini unatukimbia. Tunahitaji kujua mumeo yuko wapi. Je, una mawasiliano naye? Tunajua kuwa mumeo ni mwandishi wa habari na ni miaka 5 sasa tokea apotee. Bali mume wako sio mwandishi wa habari tu, ni jangili, jambazi anayetoa siri za nchi. Hapana, itakuwa mmekosea, sio mume wangu. Afande akaamua muonyeshe picha. Je, huyu sio mumeo hapa alishika bastola? Binti alishikwa na kitete. Unaambiwa, unapaswa utambue, tuna haki ya kukushikilia na kukutia ndani. Inawezekana unashirikiana na mumeo, ila umekaa kimya tu, lakini siwezi fanya hivyo kwa sababu najua hauna hatia, ila tunahitaji msaada mmoja tu kwako. Utujulishe polisi pindi mumeo atakapokutafuta, au siku ikitokea amerudi nyumbani, au la sivyo wewe na mwanao wote mtaozea jela, kwa sababu ni familia ya msaliti wa nchi. Binti alibaki na pressure tu, mume wake miaka 5 sasa hajarudi nyumbani, kumbe ni mhalifu anatafutwa. Akawa anakumbuka hata kuolewa naye alilazimishwa tu na baba yake, wala hakumchagua yeye huyo mwanaume. Familia yake ilikuwa ni watu wa mila na sheria sana. Aisee, hatimaye leo amekuwa haya, kabaki na mtoto tu. Kuna huyu hapa mama mkwe wake, huwa anakutana naye na kumhudumia kidogo. Mama akamvuta mkwewe, hemu kuwa na akili hata kidogo, wewe bado ni mdogo, bado ni mzuri, nenda akaolewa na mtu mwingine, achana na mwanangu, ashakutelekeza huyo, acha kufuata mila, zishapitwa na wakati, tafuta mtu uolewe, acha kuteseka. Mama anaongea kakunja sura, hapana mama, unaona hii cheni, hii ndiyo ndoa yangu, sisi tumeunganishwa na mila na desturi, siwezi kuvunja ndoa mpaka mmoja wetu afe. Usijali kuhusu mimi mama, mwanangu anishindi kumlea, yeye kama atarudi sawa, asiporudi sawa, bado mimi nitaendelea kuwa mkewe. Mama mkwe anamwonea huruma mkwewe, ila binti anaonekana hajali kabisa. Okay, siku inayofuata kama kawaida, binti aliingia zake kazini, huku bosi akiwa na kikao kidogo. Jamaa alipomaliza akamfuata, vipi, mbona leo unaonekana una mawazo sana, kuna mtu amekukwaza? Hamna bosi, nipo sawa, usiogope kitu, niambie. Binti akaona bora afunguke ukweli tu, ugumu wa maisha umemzidia. Nimeamua kukubali ile ofa yako bosi, kwenda Dubai kufanya kazi. Nina mtoto na miaka 5 sasa, babake aliondoka kipindi na mwezi mmoja tu, mpaka leo hajarudi. Jana nimekuja kupata taarifa kuwa ni jasusi, ni mhalifu wa nchi, anatafutwa. Kwa hiyo nimeogopa sana, ndio maana nimekubali ofa hii. Pia nataka nimpeleke mwanangu shule ya mbali ya boarding. Jamaa hakuona mambo mengi, akamwambia basi sawa, tukutane Dubai, gharama zote juu yangu. Kisha jamaa huyo akasepa. Binti akashangaa, oya Alaf, naona kama kuna kitu kati yako na huyu binti kinaendelea, nichane mwanao kweli, basi nini kinaendelea? Mshikaji akajibu, huyu mwanamke leo amenikumbusha maisha yangu ya zamani sana. Mchizi anajikuta akikaa peke yake, sasa anaandika jina la binti tu, Vasuza. Kisha akakumbuka maisha yake ya utotoni. Jamaa alikuwa ni mtoto wa kitaa tu, hana mbele wala nyuma, anazurura zurura tu. Siku hiyo akaingia katika hoteli ya kifahari. Ndani kulikuwa na mwanamke akitumbuiza kama tajiri, nyimbo fulani hivi tamu. Pembeni kulikuwa na mpiga piano mzee mmoja hivi. Dogo akashuka mpaka chini kumwangalia vizuri. Huyu mwanamke mwimbaji alipomwona alikunja uso. Mlinzi alikuja akamchukua dogo na kumtupa nje. Kumbe aliingia kwa janja janja tu. Baadaye show ilipoisha, kumbe yule alikuwa akitumbuiza ni mama yake bwana. Nikwambia mara ngapi usio unakuja kazini, wakigundua mimi na mtoto watanifukuza kazi, kwa vile watajua mimi ni mtu mzima. Mama, unajua nje kulikuwa na baridi, njaa inauma, unadhani mimi ningekwenda wapi? Jamaa alikuwa anaishi na mama yake tu, maisha yao yalikuwa magumu sana. Mzee aliwakimbia tokea jamaa yupo mchanga. Ndio hivyo, mama anafanya kazi ya kuimba katika mahoteli ili apate chochote kitu. Mara ule mzee mpiga piano alitokea na kuomba wakaishi kwake, maana hata pesa ya kodi waliishiwa. Okay, tukirudi katika maisha ya sasa, Vasuza alifika mpaka Dubai. Alipokelewa na mmoja mfanyakazi kama mwenyeji wake. Safari ikaanza. Bosi kasema na kusubiri katika garden fulani hivi, kasema tukupeleke huko kabla ya kufika hotelini. Kweli demu akafikishwa. Mchizi huyu hapa nadhifu kabisa. Vasuza, karibu Dubai. Vasuza, kabla ya kufika hoteli nimekuita hapa kwenye hii bustani nadhifu kabisa. Muundo wake nimeupenda sana. Nataka nitengeneze kama hii kwenye hoteli yangu, na wewe ndio uwe msimamizi mkuu. Basi kama kawaida wakaendelea na maongezi, lakini jamaa ikawa anamwangalia tu binti akiongea. Yaani hapa bila kificho mchizi ameshampenda Vasuza. Basi safari ikaanza hapo kuelekea katika hoteli. Msela yani muda wote anamwangalia binti tu. Yaani haelewi kabisa, akiangalia ule uzuri uliopo. Mashallah. Walishuka sehemu moja hivi kwenda kusafisha macho, yani kutalii. Kabla ya kufika hoteli anamtembeza tembeza kwanza katika maeneo
ya Dubai. Lakini mara hii wakati wanaondoka, jamaa akataka kupanda gari moja na binti, yaani nia yake ni kuwa naye karibu tu hapo. Akaseti kioo vizuri ili angalie uumbaji wa Mungu. Anasema hapa Mungu kaumba we. Okay, tuachane na hayo. Wamefika katika hoteli hapo ambayo ipo katika jangwa hivi. Binti akaambiwa hichi ndio chumba chako ambacho utaishi. Mchizi naye alimdhamini mwanae kusoma katika shule kubwa hapa Dubai. Yaani mama alifurahi mpaka machozi yanamtoka. Lakini mwamba raha yake ni kumuona tu muda wote. Aliendelea kuwa naye karibu mara kwa mara ili amjenge kama rafiki, asimuone kama bosi tu. Siku hiyo kama kawaida, mwamba ni mtu wa safari, anataka kusafiri. Akatoka kumtafuta Vasuza. Binti alikuwa zake anapamba ukumbi huku. Alimfuata na kumuaga. Vasuza kahana la kusema. Akajiuliza moyoni, kwa nini kaja kuniaga mimi tu? Mwamba akaishia zake, ila akasimama kidogo. Samahani, ninaweza kupata picha yako kwenye simu? Binti akakubali. Akawaita na watu wote pale wakusanyike ili apate picha kwa pamoja. Akatwanga foto kisha huyo akaishia zake. Vasuza anabaki kushangaa tu. Asubuhi yake kumekucha, anaenda kupamba maua katika chumba cha jamaa, anakutana na ile notebook ambayo imeandikwa jina lake. Akashtuka sana na kuichana ile karatasi fasta wenzake wasije wakaiona, maana tayari kashajua nini hapa kinaendelea. Mara kidogo tu simu ikaita, kupokea ni bosi wake. Mwamba akapiga. Vasuza, samahani, picha niliyopiga jana pale haijatokea vizuri. Unaweza kupiga wewe peke yako hapo na unitumie? Usinichukulie vibaya, ni kwa ajili ya matangazo ya hoteli yetu tu. Okay sawa, nakutumia. Rafiki wa jamaa anamwangalia, akaona hapa sio bure. Binti kweli akatafuta sehemu nzuri location, akajitwanga picha na kumtumia jamaa. Upande wa pili, jamaa alirudi moja kwa moja India mpaka kwenye ile hoteli ambayo alikuwa anafanya kazi mama yake kwenye kuimba. Lengo lake ni kuinunua hoteli hiyo, ila mmiliki anagoma, hauzi hoteli yake kabisa. Okay, ngoja twende kwenye pointi kwa. Najua hunifahamu, ila mimi nakujua vizuri. Nakupa milioni 600 uniuzie hoteli hii ndani ya mwezi huu. Ukigoma, jua kwamba najua maovu yako ya muda sana. Nitakuchafua, utapoteza kila kitu mpaka hoteli hii bila kupata chochote. Mwamba aliongea kwa uchungu, anakumbuka jinsi alivyokuwa akimtesa mama yake kipindi anafanya kazi hapa, na hata lengo la kwenda kuinunua ni makusudi tu ili amkomoe kile anachoringia. Baadaye akiwa na besti wake ambaye ndio meneja wake, mchizi anamwambia, mwanangu, mbona unafanya kila kitu unachokitaka ndo unachokipata, ila unaonekana hauna furaha kabisa, au moyo wako haujajua bado unataka nini? Mshikaji hakuwa na majibu, kimya tu. Okay, itabidi watoke kuchukua ndege. Kipindi wanaondoka, jamaa akaona yale maua ambayo Vasuza anapenda sana, akapuzia, ila baadaye akaona hapana. Akarudi fasta mpaka pale kwenye yale maua, ye mwenyewe anapenda tu harufu yake. Oi Alav, ndege ya London inatuacha hiyo. Mwamba akamjibu, mwanzo si uliniuliza moyo wangu unataka nini? Turudi Dubai sasa nikakuonyeshe nini moyo wangu unataka. Upande wa pili, binti anapigiwa simu. Anapokea simu, ni yule afande anamuuliza, vipi, kuna taarifa yoyote kuhusu mumeo? Je, amekutafuta? Hapana, kwanza umepataje namba yangu? Hii ni namba yangu mpya, sijampa mtu yoyote. Sisi ni polisi wewe, tunaweza kupata namba ya mtu yoyote wakati wowote. Anyway, tutaendelea kuwasiliana. Binti aliogopa, akigusiwa kuhusu mumewe tu anakuwa hana amani kabisa. Baadaye jioni kulikuwa na pati hotelini hapo, wafanyakazi walikuwa wanajiburudisha. Okay, nitazungusha hii chupa, itakuwa mdirect atakuja hapa mbele kuimba. Huu ni mchezo wa chupa. Chupa ikazungushwa pale. Kuja kusimama hivi, ghafla bosi anaingia, alafu yeye ndio imemwelekea. Sasa samahani bosi, chupa imekuelekea wewe, inapaswa uimbe, ila achana nao, ni utoto tu. Mzee akaona isiwe kesi, wasimwogope, akazama ndani kuimba. Bwana we, kumbe bosi naye mtamu kwenye melody si haba. Lakini wakati wote anaimba, macho yote hapo kwa Vasuza. Binti akaona toba, sasa leo kuaibika. Jamaa akaona potelea pote, akainuka na kumfuata taratibu malikia wake, ila Vasuza bado anaona aibu mbele za watu. Basi hapo wafanyakazi ilikuwa ni shangwe tu na vigelegele. Vasuza akaona hapana, akaondoka eneo hilo kabisa. Jamaa hakumwacha, alimkimbilia. Vasuza, sasa kuna maana gani ya kukimbia ukweli? Jamaa sasa itabidi afunguke. Unajua Vasuza, wewe na mama yangu mna historia ambazo zinafanana. Baada ya baba kututelekeza, mama alipendana na mtu mwingine ambaye alikuwa ni mpiga piano wa hoteli, lakini sote watatu tulikuwa bado ni maskini. Mama alikuwa anaiba chakula kwa ajili yangu na pombe kwa ajili yangu, ikisha anakuja kutupatia, lakini licha ya umaskini bado tulikuwa na furaha sana. Ila kama kawaida siku za mwizi ni 40. Mama kabla ya kuondoka siku hiyo alikaguliwa na kukutwa kweli kuwa anaiba. Utata ulianza pale, anko naye akaingilia kati kutetea, alichezea kichapo mno na wote akafukuzwa kazi. Hatukuwa na msaada wote, hata matibabu. Nilijaribu kutafuta msaada, ila ghafla mjomba alipoinuka kagongwa na gari hapo hapo. Aisee, sikuamini macho yangu. Tokea siku hiyo nilijiapiza kuwa umaskini ni laana kwangu. Kwa hiyo nikaamua kupambana kwa kila hali mpaka leo. Utajiri wote huu unauona ni nguvu zangu mwenyewe, lakini bado sina furaha. Kuna kitu bado hakijakamilika. Niwe mwazi tu na mkweli kwako. Moyo wangu umeona wewe ndio sehemu ya kukamilisha maisha yangu kwako. Nipo tayari kubeba msalaba wako ulionao, hata uwe umejengwa kwa zege. Nakupenda sana Vasuza. We, binti hakuamini hichi kitu kabisa. Aliogopa sana, yeye ni mke wa mtu. Pasta alikimbia kabisa eneo hilo.
Hapa sasa ndo kuna muda unaona kwa mapenzi sio pesa, ila basi ni kujiendekeza tu. Vasuza alirudi chumbani na kujikuta analia mno. Tukiachana na huko, siku iliyofuata asubuhi, jamaa aliamka na mawazo sana. Ghafla anasikia hodi. Kufungua mlango hivi ni partner wake na Vasuza. Boss, samahani kwa kuamsha mapema. Vasuza ameondoka na kuacha barua kuacha kazi. Upande wa pili anaonekana binti kakusanya kila kilichokuwa chake. Anakanyaga mguu kutafuta mji apande ndege arudi zake nyumbani. Mwamba akaona sio kweli, akachukua ndinga kumfuatilia. Akajua hawezi kufika mbali. Kweli akamuona. Vasuza, umeenda wapi? Mbali na wewe kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umefanya makosa kunipenda mimi. Subiri kwanza, unasemaje? Ndiyo, una pesa, una mali, unaweza kununua chochote, ila sio mimi. Mimi ni mke wa mtu, umenielewa? Hapana, sijakuelewa. Ninachokielewa mimi, na wewe pia unanipenda. Vasuza, nimeona hilo kupitia macho yako. Usijifiche, najua unanipenda, ila unaniogopa na kuona aibu. Lakini mimi mwanaume siwezi ona aibu. Nakupenda na nahitaji kuwa na wewe. Binti alidondoka chini na kuanza kulia sana. Sitaki kupenda mimi, sijihisi chochote, tafadhali naomba uniache. Yaani binti mpaka naomba msamaha unaambiwa. Okay, sawa, nimekuelewa, nitakupeleka nyumbani kwenu, lakini kuna sehemu kwanza nataka nikupeleke. Baada ya hapo nitakuacha na maisha yako. Binti akakubali. Upande wa pili kuna mama anaonekana anaimba hapa katika piano. Jamaa alitia zake timu na binti pembeni. Pembeni kulikuwa na mgonjwa. Yupo kwenye koma kwa miaka sasa. Na huyu ndiye yule anayemwita mjomba, mpenzi wa mama yake. Kipindi kile alipopata ajali kumbe hakufaga. Mpaka sasa ni mgonjwa wa ukoma. Basi jamaa alimfuata mama yake mzazi na kumkumbatia. Mama alishangaa kuona amekuja na mwanamke. Akauliza, nani huyu? Mama, sijui nikutambulishaje, ila jua tu huyu ni mtu wangu wa karibu sana, ambaye nipo tayari kumsaidia kila kitu maishani mwake, na nipo tayari kumwonyesha upendo iwapo ataniridhia. Karibu sana binti yangu, jisikie huru sana, usiogope wala kulazimishwa na maneno ya mwanangu. Wewe fuata tu moyo wako unataka nini, ila kama mama siwezi kuuficha ukweli. Najua kijana wangu upendo wake ukoje. Ukitaka kujua nini maana ya upendo, jaribu kuishi ndani yake uone. Yaani mama aliongea maneno matamu hayo ya kumpambia mwanawe. Basi time ilienda, jamaa alimuingiza binti kwenye gari na kumuaga. Akamwambia nishakukatia tiketi, kila kitu kipo sawa. Jamaa yeye hawezi kwenda naye. Bye. Jamaa huyo akasepa. Demo akaona sio kweli, alimkimbilia na kumkumbatia. Sijawahi kupewa heshima kama ulionipa wewe na mama yako leo. Yaani huku chozi linamtoka ise. Huwezi amini bwana, binti alisalenda mwenyewe. Kwa maneno ya mama mkwe yalimnasa na kuingia kingi. Akaona acha nizame tu nione huo utamu wake. Mama kwa mbali anatazama huku anatabasamu. Aisee, yani watu wakipendana siku hizi hamna hata kujuana tabia. Lazima kwanza watu wavunje ungo. Alafu ndoa ndo itafuata. Osololo, jamaa kalila tunda tambaridi montaz. Yani huba lilikuwa zito kama uji wa mchele. Alikuwa anamdekeza kinyama. Baada ya siku kadhaa jamaa alimrudisha binti nyumbani. Usisahau kuja kesho asubuhi na mapema. Nishaongea na mwanasheria wangu kwa ajili ya kusaini zile karatasi za talaka wewe na mumeo. Na nataka nipate hati miliki kabisa kwa ajili ya kumlea mwanao. Na pia nikuoe wewe. Binti sawa akakubali, akaingia ndani mwake. Baada ya kipindi kirefu sana. Ila anashtuka anaona kama ndani hapo sawa hivi. Vyombo vimepanguliwa ovyo ovyo, vingine vimevunjwa. Yaani kama kuna mtu hivi upo ndani. Akawa anakagua kwa hofu hivi, lakini kuja kuangalia mvunguni akakuta mtu. Balaa ile, ikabidi atoke mbio. Ilibidi atafute njia kujitetea, lakini jamaa alikuja kumziba mdomo ili asipige kelele. Hey, nyamaza, ni mimi mmeo Vasuza. Aisee, binti hakuamini kabisa, yani kama anaota hivi. Nina njaa sana, naweza kupata chakula? Binti akaitikia kwa uoga. Sawa. Vipi sasa, unaenda wapi? Hamna chakula, nataka niende nikanunue. Okay, nenda haraka. Kumbuka huyu jamaa anatafutwa na polisi. Tena amepotea kwa miaka 5 hapo nyumbani kwake. Yaani inasadikika ni jangili na mhalifu. Yaani polisi muda wote hapo kwenye hicho kitaa. Wanaangalia tu atakaporudi wamkamate. Huku mchizi anampigia simu binti. Vasuza akashindwa kuipokea. Basi alirudi na kumwandalia chakula mmewe. Jamaa alikuwa anakula kama kafukuzwa vile. Yaani mchizi alikuwa rafu mguuni kaumia. Lakini akitaka kumgusa mkewe binti anakwepa. Vipi Vasuza, mimi si mmeo? Polisi wamenambia wewe ni jangili, ndio maana naogopa. Jamaa kaona kwa hiyo naamini polisi si ndio? Hujaniuliza hata mmeo, huulizi nini kimetokea kwangu? Mbona nipo hivi? Ukweli ni kwamba nilipoenda katika shughuli zangu za uandishi wa habari nilitekwa na watu wasiojulikana. Baadhi ya wenzangu wakauliwa. Nilishikishwa bunduki mimi na kurekodiwa na kuonekana kama mimi ndio nimewaua. Nikaekwa selo na kupewa mateso makali sana. Kuna mzee mmoja alijaribu kututorosha hapo pamoja na wafungwa wenzangu kwa kuwa hatuna hatia, lakini ilishirikana. Nikarejeshwa tena kusota katika jela hiyo ya waasi. Nilikaa humo miaka yote hiyo, lakini nawaza ipo siku tu nitarudi nyumbani. Siku hiyo Mwenyezi Mungu akajibu maombi yangu. Ukuta ukaangukiwa na mti. Nikapata nafasi ya kutoroka tena. Ikanichukua miezi mpaka leo kufika hapa. Najua hakuna atakayeniamini. Hata wewe pia huniamini. Vasuza akainuka kwanza kwenda zake jikoni. Jamaa akamfuata. Naomba utafute gari tutoroke twende mbali na mji huu. Lakini kila kitaka kumgusa binti anakataa. Mara kidogo simu ya binti ikawa inaita.
Jamaa kaona ngoja akaipokee yeye, kumbe ni msela wetu ndio anaipiga bwana. Nani huyu? Nani huyu Vasuza? Huyu ni Alaf, bosi wangu, na anataka kunioa. Piga simu chini kuda adeki. Huna hata aibu? Unajitambua kweli wewe mwanamke? Sasa si bora ningekufa tu. Kumbe na wewe unipendi, naishi kwa ajili gani sasa? Kwani hujui wewe ni mke wa mtu? Ni mke wangu na kupenda. Mapenzi gani unaongelea kwangu? Miaka 5. Mapenzi gani unaongelea? Mimi na wewe ni mke na mume kweli, lakini kushawahi kunionyesha upendo? Au kila siku wewe ulikuwa ni ubabe tu? Haya, bado ukaondoka. Unajua jinsi gani nilivyoishi na mwenetu? Ulimwacha na mwezi mmoja tu na bado ukatoroka. Haya, unataka tena tutoroke? Huoni ni hatari hiyo? Kama itawezekana jisalimishe kwa polisi, waambie ukweli, watakuelewa tu. Aisee, leo nimegundua kama kweli wewe mwanamke unipendi. Vipi, umeshalala naye? Binti akashtuka na kuuliza, umeshalala naye? Ndiyo, nampenda, nimelala naye. Weka kofi moja kwanza. Jamaa yani akapatwa na hasira, akaanza kuvuruga humo ndani. Binti analia tu kwa hofu. Mwamba alipoona kumbe mimi sipendwi, alitoka mwenyewe nje kujisalimisha. Binti anamkimbilia arudi ndani asiende. Niache wewe mwanamke, nenda kwa bwana wako, bora nikauzee jela tu. Vasuza kana anamtetea mumewe pale, lakini jamaa wapi? Jamaa hamtaki. Upande wa pili jamaa alilala sebleni bwana. Mchizi wake anakuja na kumuuliza, oi, unajua kinachoendelea katika taarifa za habari? Hebu hapa. Jamaa anashtuka, anaona pale mume wa binti amekamatwa. Ilimchanganya kidogo hii. Oya mwanangu, usiende huko, utajiingiza matatizoni na huyo mwanamke, naomba uniache. Mara ghafla Vasuza huyu hapa anaema kama anakimbizwa. Alafu mume wangu ana hatia, wamemkamata, naomba ukamwokoe, naomba unisaidie. Huwezi amini, jamaa si ana pesa, na pesa ni pawa tayari. Akaenda kuongea na waziri kwanza, ikiwezekana jamaa achiwe hana hatia. Yeye yupo tayari kutoa kiasi chochote kile, yani hapa pesa inaongea. Waziri wa mambo ya usalama akacheka kwanza. Okay mister, nimekuelewa vizuri sana juu ya hoja zako, ila ushachelewa kwa sasa. Ni ngumu kumwachia kwa sababu mtuhumiwa amekiri mwenyewe bila kulazimishwa kuwa anahusika na hatia, na kashatia saini hapa. Au naongopa afande? Ni kweli kabisa, amekiri kabisa na ametia saini hapa, na pia amesema amefanya hivi kwa ajili yako Vasuza, ukae naye mbali pia ukaenjoy na Mr. Lopeli. Sasa hili jambo lishakuwa kubwa mwanangu. Jamani, kama anachafua jina lake sasa. Kwa hiyo sasa Mr. Lopeli unaonekana unafanya vitu kwa ajili ya mapenzi, sio haki. Chukua ushauri wangu, kuwa makini, angalia wanawake wasije wakakuchafulia jina lako. Mi waziri nafanya kama sijaona kitu kuhusu rushwa zako hapa. Haya, nenda. Jamaa akasema, poa, mi huaga sikubaliki kushindwa kirahisi. Haijalishi utanichukuliaje, ila nitapambana kadri ya uwezo wangu kudhihirisha kuwa huyo mtu hana hatia, na lazima atoke, iwe kwa damu au kwa jasho. Kudadeki hapa sasa patamu. Naomba unitafutie mwanasheria bora, pesa sio kitu kwangu. Vasuza kana shangaa, aisee, kwa nini kajibebesha yote haya? Nimechoka sasa, kila mtu ananipambania mimi. Mme wangu amekubali kuwa na hatia kwa ajili yangu, na wewe umekubali kumpambania kumtoa kwa ajili yangu. Kiukweli inaniuma sana, najisikia vibaya sana. Kwa sasa najiona simstahili mme wangu, na pia sikustahili wewe, nahisi nitakuchafulia jina. So achana na hii kesi kabisa. Kisha binti huyo akaondoka. Mwamba akabaki anafikiria tu yani. Mchizi alibaki na stress kinoma yani. Baadaye alirudi kwa yule mzee ambaye alitaka kununua hoteli yake na kuona bora muachie tu. Hakutaka kulipa ubaya kwa ubaya, maana kashaona hakuna anachokifanya kikampa furaha. Pesa sio kila kitu kwake. Mwamba akiwa mwenyewe hivi anajishangaa, analia tu. Huku upande wa pili mahakamani kesi inasomwa. Jamaa akakutikana na hatia na hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Bwana we, binti anamkimbilia mmewe. Mbona umekubali makosa? Kwa nini hujasema ukweli kilichotokea? Basi waambie hata kuhusu ule faza mchungaji aliowasaidia. Kipindi hiko yule afande alikuwa yupo pale anasikia kila kitu. Jamaa na yuko kwa mbali anamwangalia tu binti. Anashindwa kumsogelea. Binti alimkataa, hataki kuwa karibu naye, akamchafulia jina lake. Inauma sana mzee. Jamaa itabidi afanye mpango wa kurudi zake Dubai. Mara kidogo anapokea simu ya yule afande mkuu. Anahitaji kuonana naye na ni muhimu. Mwamba itabidi akaidi safari ende kumsikiliza kwanza. Najua utaona ni ajabu sana, ila nataka nikusaidie uweze kuungana na Vasuza. Hukumu imetolewa jana, lakini itachukua mpaka siku 7 kutekelezwa. Nimekuona wewe una mapenzi ya dhati sana kwake kuliko hata mmewe, na nimefanya mahojiano na mmewe jana, nikaona kweli hana hatia, ila ameamua vile ni kumkomoa tu Vasuza mkewe, abaki kujiona mkosaji na hatia maisha yake yote kwa kuwa na mahusiano na wewe. Miaka 5 nimeshuhudia huyu mwanamke akiteseka sana. Sitaki kushuhudia anateseka sana kwa sababu ya dhambi za mumewe. Sasa nahitaji wewe usaidie kumtoa mume wake jela. Kuna ushahidi mmoja tu umebakia, unatakiwa uende kule alikotekwa jamaa. Kuna mzee mmoja tu alibakia ambaye huyo ndo atakuwa shahidi wa mwisho, na ndo yeye ataweza kuja kumtoa jamaa jela. We mchizi hakutaka kulaza damu, fast ilibidi aende huko. Oya, cancel appointment zote, itabidi kesi ifunguliwe tena upya, na mimi ndo nitaibeba, na hapa ndo naenda kufuata ushahidi. Alafu mimi sijaona sababu ya wewe kwenda huko kabisa. Ni hatari sana eneo lile, nasikia linashikiliwa na jeshi sasa hivi. Kuna waasi wengi kule. Samani, siwezi nikaruhusu uende. Bora tutume mtu, lakini sio wewe rafiki yangu. Unasemaje wewe? Lazima niende mimi mwenyewe. Sawa, hili ni jukumu langu. Wewe nipangie mipango yote sawa. Jamaa kaona hapana. Okay, basi fikiria hata jina la kampuni yako. Ushaanza kupoteza share kwa kuonekana unatetea uhalifu na unaonekana unaendeshwa na mapenzi. Yaani unataka kupoteza
kupoteza kila kitu kwa ajili ya mapenzi, si ndio mwanangu? Mchizi akanyamaza kimya, kisha akamwambia, nilifikiri pesa ndio kila kitu duniani, ila hapana, nina kila kitu ndio, lakini pesa ilishindwa kununua furaha yangu. Hiki ninachokifanya sasa hivi ninahisi furaha sana kwa sababu ya Vasuza. Haijalishi atakuja kwangu au la. Sawa, na mimi rafiki yako siwezi kukuacha, nakuja na wewe. Naam, huyu ndo rafiki wa kweli sasa. Baadaye mchizi anatoka hivi, ghafla anakutana na Vasuza huyu hapa mbele yake. Binti alimfuata huku machozi yanamtiririka. Haamini, yani jamaa na roho ya namna gani kwa vitu anavyofanya. Siku zote hajijali yeye, anajali wengine kwanza. Alimshukuru tu asante. Jamaa akamwambia, usijali, nafanya hivi kwa ajili ya utu na pia nafanya hivi kwa ajili yako. Kisha jamaa huyo anaondoka, ila jamaa kama kawaida akamwambia, naomba nikupige picha kama utojali. Akamtwanga pale foto huku chozi dibwi. Huyo akawa anaondoka zake. Akaenda moja kwa moja mpaka kwenye helikopta, huku binti anamwombea aende na kurudi salama. Alifika eneo hilo akapokelewa na wanajeshi moja kwa moja mpaka kijijini hapo na kumuulizia fadha mchungaji huyo. Mzee kweli alirekodiwa pale na kutoa ushahidi wote wa kilichotokea. Video ikatumwa na kuonekana kweli jamaa ilikuwa hana hatia. Kwa hiyo mchakato wa kuachiliwa huru ufuatwe. I see. Sasa hapa jamaa alijisikia amani. Okay, safari ya kurudi nyumbani sasa ikaanza. Huku rafiki yake anamwambia, jamaa una roho ya ajabu kweli mwanangu. Unamsaidia mtu unayempenda aishi na mumewe? Jamaa akamjibu, sio kila hadithi ya mapenzi lazima iwe na mwisho mzuri. Kitu kama sio riski tu. Sasa kipindi safari inaendelea, jamaa alisikia harufu fulani hivi. Oi, simamisha gari. Jamaa akashuka kwanza kuitafuta ile harufu wapi inatokea. Mwishowe akaja kaona shamba kubwa la maua yale anayopenda Vasuza. Kumbe ilikuwa ndo anafuata ile harufu yake. Mwamba itabidi kwanza ashangae pale kidogo. Akaamua na kuchukua na picha. Kisha akamtumia binti Vasuza. I say, inatachi moyo kidogo. Sasa upande wa pili huku rafiki yake na Mwamba katika kushangaa kakuta kibango hivi kimeandikwa danger minus. Yaani inamaanisha ile eneo limewekwa mabomu chini. We alikimbia mbio kwenda kumfuata rafiki yake. Jamaa huko anatembea kuja kushtuka hivi kakanyaga bomu. I say, akatabasamu tu na kufumba macho. Yani hicho ndio kilichotokea. Huku upande wa pili binti anapigiwa simu, anapokea hivi. Rafiki yake na Mwamba anampa ile habari huku analia. Binti hakuamini, alidondoka chini. I say, inaumiza mno yani. Ila baada ya siku kadhaa jamaa aliachiwa huru, lakini anatoka hivi anakutana na taarifa za msiba za kufariki kwa Mwamba aliyemfanya yeye awe huru. Jamaa akasema bora hata amefariki, kumbe Mungu yupo. Alitaka kunichukulia mke wangu huyu, ila leo kachukuliwa yeye. Afande akamwambia, yaani ungejua hayo maneno unayoongea kuwa hayo yanamchukiza Mungu, yaani bora ungenyamaza kimya. Huyo alimchukua mwenzako leo kwa ajili yako na huna shukrani, basi niamini mimi, hawezi akakuacha duniani ukaishi kwa furaha. Okay, upo huru, nenda, nyumba yako tupu na kusubiria huko. Mchizi kurudi nyumbani anamwita mkewe, hayupo. Anamkuta mama yake mzazi, anauliza, mke wangu yuko wapi? We mtoto mpumbavu nini? Unafikiri baada yote haya anaweza kuishi na mnyama kama wewe? Jamaa akaona hapana, haiwezekani. Akaanza kumtafuta kila sehemu, mitaani kote, lakini wapi. Baada ya miaka miwili alipata taarifa wapi anapatikana. Alimuona Ise, akaanza kumfuatilia mpaka anapoishi, moja kwa moja mpaka ndani. Binti alijitokeza mbele yake. Sanji, yule pale ndo baba yako mzazi. Haya, nenda kachukue baraka zako kisha utoke zako nje, nataka kuongea naye. Mtoto akatii kama alivyoambiwa. Vasuza hakuwa na noma, akamkaribisha maji. Huyu jamaa kichani akaanza kumgombeza, kwa nini umevua chini ya kiapo cha ndoa? Binti akaanza kumjibu kwa jeuri, na yeye hamwogopi tena, hamtaki tena kwenye maisha yake. Ugomvi ukaanza pale. Jamaa kama kawaida, mtu akufosi tu, wewe ni wangu tu milele na daima, huwezi kuniacha. Yaani kumbe wewe mwanamume ni mnyama zaidi ya wanyama porini. Binti akaanza kumtamkia maneno ya hasira na laana pale. Nitakuua wewe mwanamke, sawa, niue haraka, nimechoka kuishi tena, nitafurahi naenda kukutana na nimpendaye, mtu alijitoa sadaka kwa ajili yangu na hata kwako pia. Niue nakwambia, tena naomba nikifa nichome, majivu yangu kayamwage alipolala yeye, yupo ananisubiria. Yani ghafla jamaa kama alianza kuona mawenge hivi na kuogopa, yani akili zilianza kumruka hapo, yani kama laana hivi ilimuingia na akaamua kuondoka kabisa. Bwana we, na huu ndo ulikuwa mwisho wa stori yote alikuwa akimsimulia mwanawe kwenye kile kibuku. Na hata mama yake alipofia njiani kule mwanzoni wa filamu, alikuwa anaenda kule alipokufa mtu ampendaye, lakini hakufanikiwa kufika. Hivyo mzee alichukua yale majivu moja kwa moja kwa ajili ya kuwapeleka sehemu husika ambapo mama alikusudia kufika, lakini aliishia njiani. Lakini alishamwambia jamaa hata siku akifa ni wapi majivu yake akaamwage. Mzee alitekeleza kama Vasuza alivyotaka, at least atende wema hata mmoja. Alijuta sana, alilia sana na kuomba msamaha wote wawili. Inatia uchungu sana. Na hapa ndo ikawa mwisho wa filamu yetu. Najua hata wewe umetoka machozi kama nilivyotoka chozi mimi nilipoangalia hii movie. Hakikisha tu kama huja subscribe, una subscribe channel yangu, una comment, like na kushare video hii. Asante. Hii ni Sulesh Online Blog na mimi ni Sulesh Ali. Tukutane tena katika movie nyingine. Ciao.